Iron kupita kiasi kwa mama mjamzito ni hatari sana. Mama mjamzito unayetumia vidonge vya iron, naomba nisikilize vizuri. Vidonge vya iron ni muhimu sana. Aidha ni vidonge vyenye madini ya chuma kwa Kiswahili, ambapo hivi ni kwamba vinasaidia sana mama kuzalisha damu ya kutosha, lakini ni kwamba kama kizidisha inaweza ikaleta athari kwake yeye mwenyewe, lakini pamoja na kwa mtoto wako. Iko hivi, kuna baadhi ya athari ambazo zimeonekana kulingana na tafiti zilizofanywa na shirika la afya duniani WHO pamoja na mashirika ya uzazi kwa wanawake. Hebu tuombe tuzione hizo athari. Namba moja, inaweza kapelekea changamoto ya oxidative stress. Hiyo oxidative stress ikoje? Ni kwamba unapokuwa na kiwango kikubwa cha iron inaongeza uzalishaji wa free radical. Sasa free radical ni kwamba zinaharibu seli hai nyekundu za damu, ambayo inaweza kapelekea mwisho wa siku wewe mwanamke ukapata changamoto za shinikizo la juu la damu ambayo tunafahamu kama preeclampsia, lakini vile vile inaweza kapelekea uharibifu wa ini. Namba mbili, inaweza kapelekea hatari ya kisukari cha mimba au gestational diabetes. Ni kwamba unapokuwa na kiwango kikubwa sana cha iron mwilini, hususan ferric, ni kwamba unapelekea hatari ya insulin resistance, aidha upinzani wa insulin, homoni ambayo inasaidia kubalance sukari mwilini. Hivyo inakuongezea hatari ya wewe kupata kisukari cha mimba. Namba tatu, kupata maambukizi, aidha kuzidisha maambukizi. Iron hasa inatumika kama chakula kwa baadhi ya vimelea vya magonjwa, ambapo inaweza ikapelekea vimelea kukua zaidi, na vile vile inaweza ikapelekea mtu kupata changamoto za UTI kwa urahisi. Lakini vile vile ina madhara, aidha ina athari kwenye njia ya chakula, aidha kwenye mfumo wa chakula. Wengi wanaotumia vidonge vya iron mnaweza mkaniambia ukweli huu, ni kwamba unapotumia hivi wengi wanapata changamoto za kichefuchefu, kuvimbiwa, vile vile pamoja na maumivu ya tumbo, vitu ambavyo vinawafanya watu wengi wanaacha kutumia hivi vidonge. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unapotumia huwa inaenda inaathiri mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini namba tano na mwisho ni kwamba inaweza ikaleta hatari ya mtoto, ambapo unaweza kupelekea ukuaji mdogo wa neva, lakini vile vile inaweza ikapelekea mtu kujifungua mapema kabla ya wakati, aidha mtoto kuzaliwa na uzito mkubwa, aidha uzito mdogo. Sasa nini cha kufanya? Cha msingi, jitahidi sana unapotumia vidonge, kabla hujaongeza, kama unaenda kuongeza vidonge, basi ni vema sana ukafanya kipimo cha damu. Lakini vile vile hakikisha unakuwa karibu na daktari wako. Usinunue vidonge ili mradi umenunua. Hii itakusaidia wewe kubaki salama pamoja na mwanao tumboni. Kama umenielewa, basi usiache kushare na wenzako ili na mwenyewe apate kujifunza. Kumbuka, afya njema yako mama ndo afya ya mtoto wako. Usisahau kucomment kama una swali lolote pamoja na kulike video yetu. Asante sana.